لي وليا فقد آذنته بالحرب. Yule atakayempiga vita kipenzi changu, Allah anasema mtu yoyote atakayempiga vita wali wake kipenzi chake, basi huyo tayari Allah ameshamtangazia vita. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Nisikilizeni vizuri sana ndugu zangu. Allah anasema hakuna jambo jema ambalo mja wangu atalifanya ili apate kujikurubisha kwangu kuliko anapotekeleza zile fardhi nilizofaradhisha juu yake. Mmenielewa? Katika mashekhe wote, shekhe anayezungumza Kiswahili kigumu ni mimi. Uongo kweli? Ndio maana nauliza, mmenielewa? Wangapi wanataka kuwa karibu na Allah, awe mtu wa Allah? Wangapi? Sote, sio? Allah anasema ukitaka kuwa karibu na yeye, hakikisha unatimiza fardhi. Nitajie fardhi nini na nini? Sala tano ni fardhi, sio fardhi? Salatu al-fajr, salatu adh-dhuhr, salatu al-asr, salatu al-maghrib, salatu al-isha, uziswali on time, fardhi. Ikija Ramadhan, kufunga Ramadhan, saumu Ramadhan, fardhi si fardhi? Fardhi. Allah anasema hakuna jambo zuri atakalolitumia mja wangu kujikurubisha kwangu mimi kama anavyotekeleza zile fardhi nilizofaradhisha juu yake. Qur'an inasemaje? wama amwalukum wala auladukum billati وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. wala sio mali zenu wala watoto wenu watakao wakurubisha kwangu, illa man amana wa amila salihan, vitakavyo wakurubisha kwangu ni iman na matendo mema, a'mal salihah. Sasa katika hadithul qudsi Allah anasema hakuna jambo ambalo mja wangu atalitumia katika kujikurubisha kwangu mimi kuliko anavyotekeleza fardhi nilizofaradhisha juu yake. Sasa tunaenda kwenye sunna. wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu mimi kwa kuswali swala za sunna. Nini maana yake? Mja wangu kama atashika swala za sunna, hatta uhibba, mpaka itafika pahala nitampenda. Semeni la ilaha illa Allah. Allah anasema kama utashika swala za sunna kadri ya uwezo wako, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri mtakavyoweza. Sasa Allah anatuambia katika hadithul qudsi, ikiwa mtu mja wangu atashikamana na swala za sunna ili aweze kuwa karibu na mimi,
kwa kile kitendo cha wewe kushika sala za sunna, Allah anasema itafika stage atakupenda. Allah akikupenda wewe itakuwaje? Na kuulizeni swali, rais wa nchi yenu anaitwa nani? Anaitwa Ruto, si ndio? Ruto Mheshimiwa rais wa Kenya Ruto akisema leo, Sheikh anaitwa nani? Shamsuddin. Simama Shamsuddin. Yeye ni Shamsuddin na mimi Nuruddin. Yeye ni jua na mimi ni nuru. Yeye ni jua na mimi, sasa yeye ni shamsu na mimi ni nuru, sio? Mheshimiwa rais anazungumza kwenye media, anasema mimi nampenda Shamsuddin. Utalala? Utafurahi? Kibinadamu kweli si kweli? Utafura kichwa, uongo kweli? Wasema yes, rais ananijua mimi, sio? Kasha. Sasa Allah anasema anayeswali sala za sunna mimi Allah nitampenda. Subhanallah. Angalia sasa, Allah akikupenda na kufanyia nini? Fa idha ahbabtuhu, na nikishampenda mja wangu kwa kuswali swala za sunna, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, nitakuwa sikio lake ambalo anasikia kwalo. Yani wewe masikio yako unavyosikia hautosikia kawaida. Allah atatia nuru na baraka katika sikio yako, katika masikio yako. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, na nitakuwa macho yake ambayo yeye anaonea, anatazamia. Wa yadahu allati yabtishu biha, na nitakuwa mkono wake ambao yeye anashikia. Ukishika biashara tu pesa nyingi, ukiuza kidogo baraka nyingi. Kwa nini Allah anasema nitakuwa mkono wako mimi? Wa rijlahu allati yamshi biha, na nitakuwa mguu wake ambao yeye anautembelea. Allah anasema ukishika sala za sunna atakupenda. Akishakupenda atakuwa masikio yako unayoyasikilizia, atatia masikio yako baraka na neema na khairi. Atakuwa macho yako, atakuwa mikono yako, atakuwa miguu yako. Kubwa kuliko yote anasema wala insaalani la u'tiyanna. Allah anasema na mja wangu akisema ya Rab nitampa tit for tat anachotaka. Kila mtu leo ana mambo yake anahitaji, uongo kweli? Kila mmoja hapa ana shida zake, uongo kweli? Hapa leo mtu mmoja akiambiwa omba dua ataomba shida 100. Huna shida moja, una shida ngapi? Na mimi leo nakupeni siri nyinyi vijana wa Nakuru na wazee wa Nakuru. Nikupeni siri. Ukimwomba Allah usimuonee noma. Unajua noma? Usimuonee haya. Ukasema wallahi mimi nataka mke, nataka nyumba, nataka kazi, nataka pesa, nataka naona kama bora niombe moja tu. La, usimuonee Allah haya. Ukimwomba mwambie ya Rab ni saa 10 alfajiri sasa hivi. Nyinyi Kikenya mnasema nina shida mingi sana. Si Tanzania tunasema hiyo mingi sio sawa. Sisi ndio walimu wa Kiswahili. Tunasema unatakiwa useme nina shida nyingi sana, sio mingi, sawa? Mwambie ya Rab, hata Kikenya mimi na shida mingi sana, nahitaji mambo 10. Hakuna anaweza kunipa ila wewe. Nataka 1, nataka 2, nataka 3, nataka 4. Yesu ndio Mungu wetu. Yesu ndio muumba wetu. Yesu ndio Mola wetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha sa'altumullaha fas'aluhu al-kathira, mkimwomba Allah muombeni vitu vingi, msiombe moja moja. Allah anaapa anasema wala in sa'alani la u'tiyanna,
mja wangu akiniomba chochote nitampa. Kwa sababu gani? Kwa sababu nitakuwa nimempenda. Kwa nini atakuwa amekupenda? Kwa sababu wewe unashika sala gani? Sala ya sunna. Ukishika sala ya sunna, Allah atakupenda. Allah akishakupenda, chochote utakachomuomba yeye atakupa. Kisha akasema wala in ista'adhani la u'idhanna, na akiniomba nimkinge, nimhifadhi, nitamkinga, nitamhifadhi. Yote hayo faida yake kwa sababu mja anajikurubisha kwa Allah kwa ajili ya sala ya sunna, kupitia sala ya sunna. Kama hili halitoshi ndugu yangu, twendeni sasa akhera. Mko tayari mimi na wewe tupande ndege twende akhera? Tutakwenda inshallah, tutarudi, usio na wasiwasi. Usio na wasiwasi kusema sasa shekhe mambo gani? Anataka kutupeleka akhera. Alafu kama hatujarudi, tunakwenda tunarudi, tuseme inshallah tunarudi kwa fikra, sawa? Tunaenda kwa fikra, sawa? Inshallah. Katika sunan ya al-Imam Abi Daud hadithi nambari 864, na katika sunan ya al-Imam an-Nasa'i hadithi nambari 465, na katika musnad ya al-Imam Ahmad hadithi nambari 1994 min hadithi Abi Huraira. Hadithi ya Abu Huraira, sikiliza mtume anasemaje? Yaumul qiyama itawekwa mizan. Allah anasemaje? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tutaweka mizani ya haki siku ya kiyama. Hapa inakaa thawabu na hapa inakaa thawabu, opposite yake ni madhambi maovu. Mizani ndio hiyo. Sasa tupo kiyama, sawa? Tupo katika mizani, sawa? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu an-nasu yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah. Hisabu ya kwanza watakayohisabiwa watu siku ya kiyama ni kuhusiana na sala. Sala ndio ya kwanza, hisabu ya kwanza. Yaqulu rabbuna azza wa jalla limalaikatihi, Allah atawaambia malaika wa huwa a'lam, ili hali yeye anajua zaidi. Anawauliza malaika, lakini yeye anajua zaidi kuliko malaika. Undhuru fi salati abdi, angalieni swala ya mja wangu. Atammaha am naqasaha, ameitimiza au amepunguza. Sala zetu zama hizi ni tia maji. Sema tia maji. Na kufundisheni kibongo leo kitanzania. Mtanzania akikwambia swala yako tia maji, maana yake swala yako 50-50. Leo sisi tukiswali Allahu Akbar tunaanza kuwaza, kweli si kweli? Unafikiria mpaka mtu anafunga sala Allahu Akbar hivi. Ukisema hivi Allahu Akbar, hapo utakiwa usome nini? Baada ya dua ulistiftah usome nini? Si Qur'an, sio sura al-Fatiha na sura nyingine. Mtu yuko hivi at-tahiyyatu al-mubarakat, huyo ujue kashachanganyikiwa. Inatokea itokei, tunachanganyikiwa, tunavurugwa zama hizi. Mtu anarukuu subhana rabbiyal azim, anasoma alhamdulillahi rabbil alamin wala dhalin. Kweli si kweli? Mtu anaswali peke yake, hajui rakaa ngapi kaswali, hajui ni 3 ni 4. Kweli si kweli? Sasa Allah anasema, anaambia malaika katika mizani,
cha kwanza angalieni hisabu ya kwanza ni sala. Angalieni mja wangu aliswali hajaswali, malaika wanasema ya Allah alikuwa anaswali, faili lake kuna sala. Atasema angalieni sala yake imekamilika au ilikuwa 50-50, tia maji. Malaika wataangalia, Allah atawaambia malaika, fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma. Ikiwa mtu alikuwa kisali sala 5 duniani na sala zake bismillah mashaallah zimetimia, zimekamilika, atawaambia malaika, andikeni katika faili lake sala yake 100. Wa in kana intaqasa minha shay'a, na ikiwa swala yake ina mapungufu. Leo tumeswali fajiri hatujaswali, nani ana uhakika kama leo salatul fajri amepata maksi 100? Nani? Je, waislamu wote tunaposwali tunapata 100 katika maksi? Kuna wanaopata 100, kuna wanaopata 90, wengine 80, wengine 50, wengine 20 tu, wengine 10. Allahu a'lam, Allah anajua, sisi hatujui. Sasa Allah anawaambia malaika, angalieni swala yake ina mapungufu, swala yake ina weakness. Malaika wanaangalia swala, sema ya Rabbi, swala yake huyu tia maji, taabani huyu, hajawahi pata 100% huyu, subhanallah. Sasa tunafanyaje? Allah atawaambia malaika, Allah atasema, unzuru hal li'abdi min tatawwu', angalieni faili lake, mja wangu alikuwa kiswali swala za sunna au alikuwa haswali swala za sunna. Result yaonyesha umeswali miaka 20, 30, 40, swala zako ilikuwa ni 50-50, haujawahi pata 100. Sasa Allah anataka upate 100. Anaambia malaika, angalieni alikuwa anaswali swala za sunna. Fa in kana lahu tatawwu', kama alikuwa kiswali swala za sunna, Allah atawaambia, atimmu li'abdi faridatahu. Salatul fardhi ulipata ngapi? Nimesema result inasema upata ngapi? 50-50, sio? Allah anasema angalieni ana swala ya sunna. Malaika asema naam ya Rabb, alikuwa mashaallah anajitahidi sana na swali sunna. Allah atasema chukueni ile sunna mujaze katika fardhi, nataka mja wangu apate 100. Kama hauswali sala ya sunna unapata vipi 100? Sunna muhimu sasa, sio muhimu. Kumbe sunna ina boost nini? Wajib siku ya kiyama. Kama katika swala yako ya fardhi kuna halal, kuna mapengo, kuna mianya, kuna weakness, haujapata 100, Allah atawaambia malaika, angalieni sunna qabliya, ba'diya, witri, salatu dhuha, qiyamul layl, angalieni iko. Malaika watasema iko. Allah atasema chukueni ile sunna mujazie mja wangu apate thawabu kamili. Subhanallah. Thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhalikum, kisha a'mali zote itakuwa hivyo. Nini maana yake? Allah atasema angalieni siyam, angalieni funga ya Ramadhan. Inaangaliwa faili lako fulani bin fulani, mashaallah amefunga Ramadhani 15, miaka 15. Allah anawaambia malaika, angalieni Ramadhani iko sawa sawa. Malaika sema ya Rabbi, alikuwa anafunga tu, hana adhkar, hana Qur'an, mchana analala tu, usiku gomba kama kawa, anacheza dumna, anacheza draft, anacheza pool table. Siyamu yake taban tu, 50-50. Allah atasema angalieni anafunga za sunna, yaumul ithnain, yaumul khamis iko, ayyamul bid ipo. Malaika sema naam ya Rabbi, alikuwa anafunga swala za sunna,
atasema chukueni swala ya sunna mujazie kwenye fardhi ya Ramadhani zote. Zaka, alikuwa anatoa zaka huyu, alikuwa anatoa bakhili huyu, hivyo hivyo anatoa zaka. Mara nyingine anatoa sawa sawa, mara nyingine anaona roho inauma, pesa inatoka sana, atasema angalieni alikuwa na sadaka. Naam, alikuwa na sadaka, chukueni sadaka yake jazeni kwenye zaka. Tatawu zote, sunna zote, iwe sunna ya sadaka, iwe sunna ya funga, iwe sunna ya sala, zitabusti na jazia fardhi zote ambazo zilikuwa zina halal, zina mapungufu, zina weakness na zina mianya. Subhanallah. Kama hili halitoshi, sasa ndugu zangu, twendeni tuangalie sasa faida za sala za sunna. Naomba nikuulizeni swali. Nikisema naomba, siombi pesa. Sisi wa Tanzania ndio kuuliza, sema naomba kuuliza. Naomba kuulizeni swali. Sasa hivi wewe ukiokota pesa njiani, mfuko wa pesa milioni 100 Kenya, utafanya nini? Kama huna nyumba utafanya nini? Utanunua nyumba, sio? Kama huna bibi, huna mke, huna wife, utaoa faster. Kama huna gari, utanunua gari, na nyingine utafanya biashara, sio? Nyumba zote za duniani ni mapito, na tunakubaliana. Utaacha tuna nyumba yako, utaacha gorofa yako, utaacha shamba lako, utaacha kila kitu chako. Nyumba ya kweli iko wapi ndugu zangu? Janna. Nyumba ya janna inapatikana vipi? La dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati qabla al-maut yabniha. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها. Mtu hatopata nyumba huko akhera, nyumba atakayokaa ndani yake, illa allati kana qabla almaut yabniha, isipokuwa nyumba ambayo kabla hujakufa umeijenga mapema ukiwa duniani. Maulama wanasema بالرواتب لا نستطيع أن نبني بيتا. ومشاهرة yetu, unajua mishahara? Mshahara ni pesa unapokea baada ya mwezi. Maulama wanasema kwa mishahara yetu hatuwezi jenga nyumba. Kweli si kweli? Wakasema walakin birrawatib nastati'u an nabniya buyutan fil janna, lakini kupitia salatu rawatib qablia na ba'dia tunaweza kujenga nyumba nyingi sana fil janna, peponi. Sasa watu wangapi wanahitaji nyumba peponi? Wangapi? Wote. Muhammad rafiki yangu ngapi? Utaki nyumba peponi? Nataka. Sasa sikilizeni ndugu zangu. Ili mtu ajenge nyumba hapa Nakuru, Kisumu, Eldoret, Nairobi, ili ujenge nyumba unatakiwa uwe na nini? Pesa. Unanunua kiwanja, plot, alafu unamtafuta contractor, alafu unafanyaje? Kwa hiyo nyumba ina cost, high cost. Ina gharama, haina gharama. Nyumba za peponi ndugu zangu hamna gharama hata shilingi moja. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika sahihu Muslim, hadithi nambari 728.
ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'a ghayra faridatin illa bana Allahu lahu baytan fil jannah. Hakuna mja yeyote ambaye ni Muislam atakayeswali kwa ajili ya Allah kwa kila siku rakaa 12 ambazo ni za sunna na sio za fardhi, isipokuwa Allah atamjengea nyumba peponi. Waweza kujenga nyumba yako katika janna peponi kila siku nyumba moja, mpaka unaondoka duniani wewe nusu ya Kenya nzima ni ya kwako. Subhanallah. Peponi huko, mti wa peponi, mti, si unajua mti wa peponi, shajara ya peponi, kivuli chake mtu anatembea miaka 100 utoke nje ya kivuli. Peponi kila mtu atakuwa ana miaka 33, tutakuwa wote age moja. Peponi mtu wa mwisho kabisa taabana anapewa mabibi wawili, matna. OG, unajua OG? Si used, bikra. Na kila ukilala naye bikra ina renew. Na hamna mtoto, na hamna kwenda chooni, na hamna kusema sijui period, hamna. Raha tu. Rasulullah anasema hata nguvu zako, si unajua zile nguvu? Si wajua? Nguvu ya mwanaume mmoja itakuwa sawa na nguvu ya wanaume 100. Hakuna kulala hivi. Sio sasa hivi wanaume wa sasa hivi mpaka unakula madawa kweza nini tena nyingine alkasus nini tena nyingine Viagra nini, tabanini, wote umechoka. Kule hamna shida. Sasa ukitaka uwe na nyumba yako peponi, ndugu yangu, unaweza kuijenga kwa kuswali swala za sunna kablia na baadia rakaa 12. Sikilizeni sasa hizi rakaa 12 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazitaja kama alivyotaja Imam Tirmidhi katika sahihi yake hadithi nambari 415, na katika Sahihul Jami' hadithi nambari 6326. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema atakayeswali rakaa 12 za kablia na baadia, Allah anamjengea nyumba peponi. Hizi rakaa 12 ndo zipi? Anasema 4 qabla adh-dhuhri, rakaa 4 qabla adh-dhuhri, wa rak'atayn ba'daha, na rakaa 2 ba'da adh-dhuhri. Jumla ngapi? 6 wa rak'atayn ba'da al-maghrib, jumla 8. wa rak'atayn ba'da al-isha, jumla 10. wa rak'atayn qabla al-fajr, jumla rakaa 12. rakaa 4 qabla adh-dhuhr, 2 ba'da adh-dhuhr, jumla 6. rakaa 2 ba'da al-maghrib, jumla 8. rakaa 2 ba'da al-isha, jumla 10. rakaa 2 ba'da al-fajr, jumla 12. rakaa 2 qabla al-fajr, jumla rakaa 12. Ajabu, mtu anataka nyumba duniani, mtu ana mind nyumba, akipita kwenye nyumba nzuri, mashaallah, one day yes. Ukiona janaza mbona usemi one day yes? Lakini ukiona gari nzuri, one day yes. Ukiona nyumba nzuri, na ukiona janaza sema one day yes, nitabebwa hivi. Tuko pamoja? Rakaa 12 hizi
ukiziswali kwa siku, ukimaliza mpaka ya 12, nyumba yako ishasimama. Qusuruha dhahabun, peponi hamna nyumba za chini, gorofa. Alafu gorofa sio ploti hizi, ploti mchanga hizi simenti za duniani, dhahabu yote. Wal misku tinatuha, mchanga wake ni miski. Wazafaranu hashishun nabitun fiha. Naona hii kijani hii mnaita nini? Nyasi. Nyasi zake sio nyasi ya kawaida, nyasi ya zafarani. Subhanallah. Kwa hiyo moja faida ya swala za sunna, licha kwamba itajazia mapungufu katika sala yako ya fardhi, lakini ukishikamana na sala za sunna, Allah anakupatia nyumba wapi? Peponi. Katika Sunan ya Imam Tirmidhi, hadithi nambari 428, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, watu wangapi hawatamani kabisa kwenda motoni? Wangapi wanaogopa moto? Wote. Allahumma inna na'udhu bika min jahannam, inna adhabaha kana gharama. Kama wataka wewe mwili wako, nyama yako isiguse moto kabisa, nini unafanya? Sikiliza Mtume anasemaje: man hafadha ala 4 rak'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, atakayehifadhi, atakayeshikamana, atakayedumu kuswali raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur. Sasa hii ni special. Haramahu Allahu ala an-nar, Allah ameweka ahadi kwamba huyu mja wangu ni haram kwenda motoni. Wewe ili Allah akuharamishie kwenda motoni, wewe na jahannam bye, jahannam haitokuona. Mtume Muhammad anasemaje? Ukishika sala za sunna raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur, hii inaitwa ni kinga ya moto, itakukinga na moto wa jahannam. Faida ya swala hiyo. Wangapi wanataka wapate rahma za Allah? Unajua maana rahma za Allah? Allah akuhurumie, akushushia rahma zake. Sikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Al-Imam Tirmidhi anapokea tena katika sunani yake hadithi nambari 430, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: rahimallahu imra'an, Allah amrahamu, Allah atamrahamu mtu yeyote yule, صلى قبل الظهر صلى قبل العصر 4، atakayeswali raka 4 kabla al-asri amepata rahma za Allah na Allah atamhurumia. Al-asri si haina kablia wala baadia, si ndio jamani? Katika rawatib al-asri haina kablia wala baadia, lakini salatu al-asri ina sala special 4 rakaat, raka 4. Ukitaka Allah akuhurumie, akushushie rahma zake, jitahidi uswali raka 4 kabla adh-dhuhr, kabla al-asr, raka 4 kabla al-asri, kwa nia Allah akuingize katika orodha ya wale anaowashushia rahma zake. Njoo raka 2 kabla al-fajr. Katika sahihu Muslim hadithi nambari 725, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha, raka 2 kabla al-fajr ukiswali ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Na hii ni sunna ya qabliya, ya kabla al-fajri, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake.
niambie sasa salatul fajri yenyewe fadhila yake ni ipi, daraja yake ni ipi, thawabu zake ni zipi? Ikiwa sunna tu raka mbili za sunna kablia ya alfajr mtume anasema ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, niambie salatul fajri yenyewe utukufu wake ukoje, ubora wake ukoje, daraja yake mbele ya Allah ikoje? Katika swala za sunna ndugu zangu kuna swala inaitwa salatu dhuha. Inaitwaje? Salatu dhuha. Mwanadamu ana viungo vingapi? Najua viungo viungo vingapi naye mwanadamu? 360. Kila mtu, kila mwanadamu ana viungo 360, na kwa mujibu wa mtume wetu Muhammad, semeni sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa utolee sadaka kila kiungo chako. Nani anaweza kutoa sadaka kwa siku, kila siku 360? Viungo vyako vyote 360 vitolee sadaka kiungo kimoja baada ya nyingine. Nani anaweza? Nani ashawahi kutolea sadaka viungo vyake vyote? Nani? Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh toa. Mashaallah, tabarakallah. Unaitwa nani Sheikh? Uthman. Allah kujalie uwe na Uthman bin Affan fil firdaus al-a'la. Ujamaa mashaallah anatoa sadaka kila siku viungo vyake 360. Matajiri wa Kiislamu kwa wapi? Mbona hamtolei sadaka viungo vyenu? Ni Allah amekupeni bure, macho yako, masikio yako, pua yako, mdomo wako, viungo vyako vyote. Mbona humshukuru Allah? Kwa nini mtume anasema tutolee sadaka viungo vyetu vyote 360? Shukran lillah, kumshukuru Allah jalla fi ula kwa kutujalia viungo kamili 360. Lakini kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua mwanadamu ni dhaif, anaweza akashindwa kutolea sadaka viungo vyake vyote 360, mtume Muhammad katuletea suluhisho, katuletea hal, solution. Sikiliza anasemaje katika sahihu Muslim hadithi nambari 1181, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, anapaswa kila mmoja wenu anapoamka asubuhi atolee viungo vyake vyote 360 sadaqa. Fakullu tasbihatin sadaqa, akasema kila unaposema subhanallah unaandikiwa sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa, kila unaposema alhamdulillah unaandikiwa sadaqa. Wa kullu tahlilatin sadaqa, kila unaposema la ilaha illa Allah utaandikiwa sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa, kila unapopiga takbir Allahu akbar unaandikiwa sadaqa. Wa amrun bil ma'rufi sadaqa, kuamrisha watu mema utaandikiwa sadaqa. Wa nahyun 'anil munkari sadaqa, na ukiwakataza watu mabaya na maovu utaandikiwa sadaqa. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Kama mtu hawezi kutolea sadaka viungo vyake vyote 360 kila asubuhi, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yatosha yeye kutolea sadaka, yatosha yeye kutolea sadaka viungo vyake vyote 360 kila siku kwa kuswali rakaa 2 za sala gani? Sala gani? Salatu dhuha. Semeni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah
kama una pesa, sawa, kama una pesa unatakiwa kila asubuhi utoe sadaka viungo vyako vyote 360. Kama huwezi, swali kila siku rakaa 2 za dhuha, salatu dhuha, hiyo itafunika, itakava sadaka yako kama vile umetolea sadaka viungo vyako vyote 360. Salatu dhuha ameusia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika Sahihu al-Bukhari hadithi nambari 1178 na katika Sahihu Muslim hadithi nambari 721. Abu Huraira anasema, nani anamjua Abu Huraira? Jina lake nani? Mashekhe mnyamaze, nani anaweza kumtajia Abu Huraira? Kweli? Njoo utaja. Katibu, sio mnahifadhi kina Ronaldo, Ronaldinho, Figo, Maiga, Maini, kuna Figo, si ndio? Yuko Figo siku hizi achezi tena. Abu Huraira anaitwa nani? Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, nenda kanywe soda. Mashaallah, takbir. Jina lake Abdurrahman. Kabla kusilimu alikuwa anaitwa Abdu Shams. Ibn Abd al-Barr anasema maulama wameikhtilafiana. Ibn Abd al-Barr anasema maulama wameikhtilafiana jina lake kamili, kauli 40 kauli ambayo inakaribia kwenye haki na kwenye usahihi. Anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Abu Huraira anasema, awsani khalili bi 3, rafiki yangu kipenzi changu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amenihusia nisiache mambo matatu, la ad'uhunna hatta amuta. Mtume kanihusia, kaniambia mambo matatu usiache mpaka unakufa. Mambo haya matatu ni yapi? Saumu 3 ayamin min kulli shahrin, kufunga siku 3 katika kila mwezi, ayyamul bid. Wa salata sauma 3 ayamin min kulli shahrin, ni kufunga siku 3 katika kila mwezi, ayyamul bid. Wa salata adh-dhuha, na nisiache kuswali salata adh-dhuha. Wa bi an la anama hatta utira, na Mtume amenihusia usilale mpaka uswali salatul witri. Mambo matatu Mtume anamuhusia Abu Huraira. Jambo la kwanza, afunge ayyamul bid, asiache katika maisha yake. Jambo la pili, asiache kuswali salatu dhuha. Jambo la tatu, aswali salatul witri kabla hajalala. Nikiwa mwishoni kabisa katika sunan ya Imam Tirmidhi hadithi nambari 453, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuhusia kuhusu salatul witri katika sala mbalimbali. Anasema, inna Allaha witrun, hakika ya Allah ni witri, yuhibbul witra, na anapenda witri. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, salini salatal witri, enyi watu wa Qur'an. Na maulama wanatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna sala 2 za sunna alikuwa haachi katika maisha yake, la fi safar wala fi hadar. Nyinyi mnajua ya kuwa ukiwa mtu ni msafiri unatakiwa uswali sala za sunna au usiswali? Nauliza tena, ukiwa umesafiri sala za kablia na baadia unatakiwa uswali bado au usiswali? Sijawasikia. Yes au no? No, ni kabisa. Maulama wanasema mina sunna tarku sunna, katika sunna ya Mtume kuacha kuswali sala za sunna wakati wa safari.
wewe unasafiri, Allah amekupunguzia swala za fardhi au hajakupunguzia? Anakuondolea mzigo, alafu wewe unaswali tena na swala za sunna. Salatu sunna ni sunan muakkada kwa yule ambaye sio msafiri, lakini ziko sala mbili mtume hata akisafiri alikuwa haachi. Nani anaweza kumtajia? Mashekh, naomba mnyamaze mashekh. Nani anaweza kumtajia sala mbili za sunna Mtume Muhammad hata akichoka, hata akisafiri alikuwa haachi? Anaiweza aje? Mimi na maiki hapa. Sheikh Saad hana noma wala kokoro, hana shida Sheikh Saad. Naam, aje, njoo panda hapa watu wakuone. Sala mbili ambazo mtume alikuwa haachi katika maisha yake, hata akiwa katika safari anaacha sala zote za sunna, lakini sunna mbili alikuwa haachi. Unacho nani Sheikh? Amil Adam. Mashaallah, tajie sala. Duha. Nyingine amesahau. Mmempiga ain, mmempiga kijicho. Semeni bismillah, mashaallah. Nenda aje mwingine. Njoo Muhammad, na rafiki yangu hapa ndo Muhammad. Usiniangushe wewe rafiki yangu. Sunna kabla al-fajr na witr. Takbir. Wallahi nimepata rafiki bwana. Katibu, naomba 1000 nimpe Muhammad bwana. Takbir. Mashaallah. Wallahi nimepata rafiki mzuri bwana. Watoto wote marafiki zangu, bismillah mashaallah, wananipenda sana na mimi nawapenda. Sala mbili Mtume Muhammad alikuwa haachi akisafiri. Sala gani ya kwanza? Salat rak'a mbili qabla al-fajr khairun min ad-dunya wama fiha. Na swala nyingine ipi? Witr alikuwa haachi. Nyingine alikuwa anaacha kwa sababu Allah akampa ofa. Naam. Allahu akbar. Tayeb, sala ya mwisho na hitimisha, ndugu zangu, ukitaka kuwa top manyota. Kijana sema top manyota. Ukitaka kuwa star, ukitaka kuwa mtu mkubwa mwenye heshima na daraja duniani hadi akhera, kuna swala ukiswali Allah atakunyanyua kwa swala hiyo duniani hadi akhera. Na kila mtu hapa anataka cheo, anataka wadhifa, anataka hadhi, anataka daraja, anataka, si ndio wanadamu tuko hivyo? Sasa swala gani, siri gani hiyo itakufanya wewe Allah akupandishe daraja? Alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suratul Isra. Kamwambia nini? Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. ومن الليل أسكك شنجيا ومحمد فتهجد به، amka usali tahajjud na usome Qur'an katika tahajjud yako. Nafilatan lak, hiyo kwako wewe Muhammad ni sunna, si fardhi. Kwa nini sasa ya Rabb? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kama utashika tahajjud wewe Muhammad, huenda Mola wako siku ya Kiyama akakufanya wewe kuwa top manyota, akakufanya nambari 1 akhera, akakupa daraja nambari 1 first class, wengine wanakuwa nyuma yako. Swala gani itakufanya wewe akhera uwe first class? Swala gani? Swala gani? Salatu tahajjud, qiyamul layl. Qur'ani imesema. Ukienda katika suratu Sajda, Qur'an nasemaje?
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Wacha Mungu wakilala usiku watalala time fulani, watapumzika, baadaye wanasimama kwa ajili ya kuswali qiyamul layl. Kwa nini? Wanamwabudu Mola wao, wanamuomba Mola wao kwa kuogopa moto wake na kutamani pepo yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia afdalu salati ba'da al-fariidati salatu al-layl, sala bora katika sala za sunna zote, sala bora baada ya sala za fardhi ni zile sala zinazoswaliwa usiku. Nataka nihitimishe kwa hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoipokea al-Imam al-Bukhari kwa nambari 6008 na al-Imam Muslim kwa nambari 674. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anatuhusia, irji'u ila ahlikum fakunu fihim, rudini kwa familia zenu, kuweni pamoja na wao, wa'allimuhum, na wafundisheni familia zenu, wamuruhum, na ziamrisheni familia zenu, wasallu kama raaitumuni usalli, na swalini kama mulivyoniona mimi Muhammad nikiswali. Mada yangu ilikuwa ikisema nini? Mshasahau umuhimu wa swala za sunna. Nani anaweza kunipa pointi moja kubwa sana juu ya umuhimu wa sala za sunna? Nimeongea sana saa nzima. Njoo Shamsuddin. Kama mmeelewa mada yangu, mmefahamu vizuri, uje unipe faida kubwa kweli kweli katika swala za sunna. Njoo Shamsuddin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Faida kubwa ya sala ya sunna, ukipungufua na ile salatu ni wajib, inakujazia. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Takbir. Allah ajazie sala zako zote Shamsuddin. Yaumul qiyama Allah akikufufua sala zako zote zile 100 sunna na fardhi, wewe na wazazi wako na Waislamu wote. Faida nyingine ya swala sunna, nani anaweza kuja kunipa? Faida moja ambayo mimi naifikiria kichwani, ukinipa na zawadi nitakupa, lakini mpaka iwe mimi naiwaza. Ukitaka namwambia Sheikh Saad ili aone faida gani nakusudia, namwambia Sheikh Saad. Faida moja hiyo. Njoo Sheikh wangu. Si kongamano jamani la kuhuisha sunna. Sasa lazima tufanye challenge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hivyo swala za sunna tuliambiwa muhimu ni kujenga nyumba peponi. Mashaallah, takbir. Sheikh Saad ndio ambaye mimi naifikiria. Sio hiyo. Lakini yeye kapatia katika faida nimetaja, ukiswali za sala za sunna Allah anakujengea nyumba wapi? Peponi. Hiyo ni faida nyingine. Ile ambayo mimi nawaza kichwani. Aje mwingine bahati yake tuone. Njoo tunamaliza haraka haraka, time imeisha.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Nurdin Kishki amesema kwamba ukiswali hizo sunna unakuwa karibu na Allah ataitikia dua zako zote. Yani